Yes, karibu tena ndugu mtizamaji wa channel hii ya Dr. Ruzuba. Leo hii tunazungumzia habari ya figo. Tunazungumzia figo. Niliwahi kuambia kwamba Mwenyezi Mungu anasema mambo mawili tu katika mwanadamu. Anataka ufanikiwe kama roho yako itakavyo na kuwa na afya njema. Na Mwenyezi Mungu katika vitabu vyake anasema tangazeni neema zangu. Kutangaza neema za Mwenyezi Mungu maana ukiwa mzima unatangaza neema za Mwenyezi Mungu. Na kule anasema Mwenyezi Mungu uwe na afya njema. Watu wengi sana wamekata tamaa baada ya kuambiwa kwamba figo zao zimefeli. Na tatizo hili linaonekana ni kama tatizo la wakati huu tu, lakini tatizo hili lilikuwepo tangu enzi za mababu zetu. Na mababu zetu walikuwa wanajitibu kupitia miti. Na miti hii ipo ambayo wewe ukiitumia unapona kabisa tatizo hili la figo. Yani haijalishi figo imefika wapi. Kwa sababu figo inaposhindwa kufanya kazi, maana yake haichuji sumu mwilini. Sumu inaingia mwilini, unakuta mtu anavimba, anakuwa mweusi. Ni hali mbaya sana ambayo inatatiza na inakatisha tamaa watu. Leo mimi nakueleza jambo moja la kuaminika kabisa. Nikiwa mbele ya vitabu vya Mwenyezi Mungu hivi hapo unaviona. Ni kwamba mimi natibu figo. Figo natibu. Hata kama mtu ana ugonjwa wa homa ya ini pia natibu. Kwa hiyo figo, nazungumzia figo. Sasa figo imekuwa ni ugonjwa ambao wachawi wanautumia sana kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Yani mtu leo hii ukienda ukapima hospitali ukaambiwa figo yako imeharibika. Yani mipango yako yote kama ilikuwepo ya kujenga imekufa, kama ilikuwepo ya kununua gari imekufa, kama ya kusomesha watoto wako kimataifa imekufa. Kwa nini umeambiwa figo imefeli? Wacha nikusimulie kisa kimoja halafu nije niendelee. Siku moja nilikuwa nasafiri na gari. Natokea Tabora naenda Kahama. Nilipofika eneo moja pale Nata, gari likaharibika. Kwa hiyo nikataka kwenda kuchimba dawa. Najua utanielewa namna hiyo, kwenda kujisaidia haja ndogo. Sasa pale hakuna choo cha kulipia, nikaomba tu wa mama, bana naombeni nijisaidie jamani. Wakasema pita huko nyuma ya nyumba. Yani nyumba imejengwa Kiswahili ina uani. Nilipopita kule haraka haraka tu nikaenda toilet. Halafu wakati natoka sasa, kwa sababu nawahi lile gari, pale uani nikakuta mtu amekaa kama mzee wa miaka 70. Amevimba mwili, anang'aa kama kioo. Sasa nikauliza huyu jamaa anasumbuliwa na tatizo gani? Jamaa nikamuuliza pale akasema bana mimi nasumbuliwa na figo. Sasa anasumbuliwa na figo. Jamani, kumwangalia vizuri katika utaalamu wangu nikagundua kwamba huyu hana tatizo la figo, ila amerogelezewa figo za kichawi. Hasa mtu huyo nikamwambia, wewe kama kweli unasumbuliwa na figo, leo saa 7 usiku amka, uende tu Kalambe Majivu kule uani. Kitakachotokea chukua namba yangu hii utanipigia. Yule mtu akaenda Karamba Majivu. Alipolamba majivu yale akaharisha sana vitu vyeusi. Yani vitu vyeusi. Asubuhi akanitumia message kwamba bwana mimi bwana nimetokewa na hali kama hii. Sasa nikamwambia mimi naenda Kahama, nikiwa narudi nitapita hapo nikuletee dawa. Na sikumwambia hata gharama yoyote. Nikaenda pale nikakusanya dawa, nikaenda nikamletea dawa zile. Kumbuka nyumbani kwake alikuwa na wake wawili, wote hawamsikilizi kwa sababu wanajua atakufa wakati wowote. Wazazi wake mpaka ndugu zake walikuwa hawaji kumuona wakisema kwamba tutakuja siku ya mazishi yake. Kwa hiyo alikuwa ameshakata tamaa kila kitu, hawamsikilizi watoto. Wengine wanamwambia wewe bana tunasubiri tu ufe huko, unachelewa nini? Kwa hiyo alikuwa ameshakata tamaa. Nilipompitishia dawa yule mtu akazitumia kama nilivyomuelekeza, baada ya mwezi mmoja akawa mzima kabisa. Sasa hivi ninapozungumza yupo ni mzima kabisa. Tena ameshanunua na mashine ya kukobolesha mpunga. Zile kubwa mashine nauza milioni 150. Ni kijana wa miaka 45 lakini nilimuona kama mzee wa miaka 70. Kwa hiyo nakueleza kitu ambacho nina uhakika nacho kwamba kama unasumbuliwa na figo, iwe ya korogwa, iwe ya nini, wasiliana na mimi. Halafu mimi nitakutumia dawa popote ulipo na utapona figo. Na hapa kwa vitabu vya Mwenyezi Mungu hapa, siwezi kumtania mtu kwenye maradhi. Maradhi si kitu cha kutaniana. Kwa hiyo wewe kama unasumbuliwa na figo, umeambiwa bana figo ndugu yangu imefeli, hata kama yuko hospitali, kwa sababu dawa hiyo unaweza kaitumia wakati unaendelea hapo hospitali mpaka upate uhakika, maana watu hawana imani. Mpaka upate uhakika kwamba hizi dawa zinamsaidia, ndio unamtoa sasa unampeleka nyumbani. Kwa hiyo wala usitatizike. Tatizo la figo, wasiliana na mimi ili nikusaidie na hilo tatizo litamalizika kabisa kabisa kabisa.